Maana wewe unakuwa uko nyumbani uko liberté. Wafaransa wanasema liberté. Na vile vile ukiwa kwa yani umeshaolewa unakuwa uko na heshima fulani vile. Na ndio maana wanakuambia mwanamke anapaswa kuwa na heshima yani akiwa na mwanaume. Hata uwe na mapesa zako kama hauna mwanaume na vile vile unakuwa hauna heshima. Nakwambia roho mbaya imemzonga vile wigi linawasha. Ni 94.9 pezi msikilizaji wa Radio Black FM. Natumai uko tayari ushafungua kipaza sauti chako hapo umeikaa sehemu yoyote au kuipitia Black Media pezi msikilizaji, au unaweza kufungua option yako Radio Black FM online Radio Black FM, na hapo unatupata watu wa USA, watu wa huko East Africa na Europe na Asia. Anakwambia mama wa mipasho wigi linawasha vile. Kumbuka tu kama ni Sham za Pwani, mambo ya taarabu pezi msikilizaji, na kila siku tuko njemba ya wanawake watatu. Mimi Charmante nikishirikiana na wenzangu ndani ya mjengo wa 94.9. Rahma Uthmani ndani ya mic. Nakumbuka kwamba ni 94.9 ni kipindi cha Sham za Pwani, na kama utakuwa upo katika safari zako au upo nyumbani huku una relax unapika huku unasikiliza nini 94.9 huku unaburudika. Na huku tena tunawapa fursa wapenzi wasikilizaji, mnaweza kuburudika na pia ukatuma SMS ni taarabu ipi ambayo unaipenda ili tukuwekee uweze kusikiliza katika harakati zako kunafanya nyumbani. Anakuambia Sham za Pwani kiburudisho cha moyo. Anakuambia ni Adija la Dolphin kwenye mic kama kawaida yetu kila siku Jumatatu hadi Ijumaa. Njemba ya wanawake watatu. Natumaini mnaburudika. Naam. Basi pezi msikilizaji wa Radio Black FM, ulishajua kama ni mimi Charmante niko hapa ndio nakuletea ngoma hizi safi unaburudika na wenzangu tukishirikiana njemba ya wanawake watatu. Na siku ya leo tuseme ni Jumanne ya tarehe 20 mwezi wa 9 2022. Na vile vile huwa kila siku tunatia mada mezani. Na leo tutawapa fursa kupiga simu na kuwapatia yani kusalimu watu wawili. Na mada yetu basi ya leo bila kuchelewa pandisha vile lakini usianguke. Na mada yetu ya leo inasema hivi: ipi madhara ya kuachika? Jamani mimi sijaolewa. Kwa hiyo msinitiji. Basi kusema madhara mpaka wewe umeshaolewa. Unakuwa hujaolewa lakini ushajua madhara ni madhara yapi. Kwa upande wangu mimi madhara ni mengi. Mfano unapoachika unakuwa yani umekuwa umeshaolewa lakini umeshapata nini? Umeshapata vitoto. Sasa ukishaachika lazima utachukua wale watoto, huwezi kuacha kwa mume wako. No. Kwa mwanamke hawezi hata kufanya nini, hawezi kumwacha watoto zake kwa mume wake. Lazima atachukua. Na kama umeachika hauna mtoto? Kama umeachika hauna mtoto unaenda kwenu. Ila utamisi mume. Kumisi lazima, lakini kwa yule pande ambaye ameachika, ameshakuwa na watoto itakuwa ni vigumu sana kwa sababu watoto watalelewa na single mother. Yes, hello. Hello Black FM. Naam. Mambo vipi? Unaitwa nani? Unapiga simu kiwa wapi? Mambo poa, naitwa King Subabu kutoka kwenye Tenga. Naam. Natumaini umesikia mada yetu, unaweza kuchangia. Nimesikia kabisa maandalizi ya leo. Mada yetu inasema madhara ya kuachika. Nimesikia kabisa, nimesikia. Basi tuambie ni madhara yapi ambayo wewe unafahamu ya kuachika? Simu imekatika. Basi acha niendelee na mada yangu. Wanakuambia ukiachika hali yako na watoto inakuwa ni vigumu sana kwenda kwa wazazi kwa sababu unakuwa unamtegemea mzazi. Cha kwanza. Halafu cha pili, watoto kwa mama mwenyewe single mother kumlea mtoto peke yake haipendezi. Kwanza mama ana mambo mengi, anatakiwa mfano labda ana kazi, anatakiwa aende kumtafuta mwanae. Ila sasa ule mtoto umebaki na bibi naye ndio hivyo. Mabibi wengi siku hizi wanakuwa hawajali wajukuu. Fanya unachokitaka ni mradi tu uwe salama. Mabibi walikuwa wa zamani sio sasa. Kwa hiyo sasa inakuwa ni mtihani. Mtoto unakuta anakuwa katika malezi ambayo hata mzazi hakutegemea mtoto wake afanye nini akue. Mfano anakuwa chokora. Unaelewa? Inakuwa inauma. Madhara ya kuachika ni mengi. Kwanza wewe mimi naweza nikasema heshima uko nayo kwa mume na heshima uko nayo nyumbani ni tofauti kubwa sana. Maana wewe unakuwa uko nyumbani uko liberté. Wafaransa wanasema liberté. Na
na vile vile ukiwa kwa yani umeshaolewa unakuwa uko na heshima fulani vile. Na ndio maana wanakuambia mwanamke anapaswa kuwa na heshima yani akiwa na mwanaume. Hata uwe na mapesa zako kama hauna mwanaume, na vile vile unakuwa una heshima fulani yoyote. Na nikujuze tu penzi msikilizaji wa Radio Black FM, unatusikiliza na unatufuata muda kama huyu. Kama una biashara yako tofauti, kama una vitu vyako tofauti, waimbio Radio Black FM hapa, na vile vile ili tukutangazia biashara yako. Na maana tunakwambia tupo kwa ajili yako. Ndio, yani usichelewe ili biashara yako wavijue zaidi. Na vile vile tumeongelea madhara ya kuachika. Madhara ya kuachika ni makubwa sana. Wewe kama unaolewa, vumilia mazuri na mabaya. Hata mwanaume hana mfuko kwanza pesa. Wanakuambia ndoa ni jihadi. Wewe usipigani ili kupambania ndoa yako. Japokuwa hupigani na mapanga, lakini unapigana ndani ya nafsi. Akijamaanisha jihadi kupigana mapanga, no. Unapigania nafsi yako mwenyewe, na natakiwa uwe na subra na uvumilivu katika ndoa. Kabisa. Tayari penzi msikilizaji wa Radio Black FM anakwambia usioni donge vile, usioni donge ni bahati yangu vile. Huyo ni Bibi Alice, kibao hicho cha mwaka 1965. Hata kabla sijazaliwa. Anakwambia usioni donge ni wakati wangu. Niache basi mimi ni wakati wangu ili yani niende na maisha yangu. Na kila mtu na wakati yake katika hii dunia. Usitake kuchukua wakati wa mtu ukajifanya kama ni wewe, no. Kila mtu Mwenyezi Mungu anamwandalia kitu chake. Na ndio maana Wafaransa wanasema chaque chose a son temps. Kwa Kiswahili kila kitu kina muda wake na wakati wake.